Jeshi la Madagascar limetangaza kuchukua madaraka baada ya bunge kupiga kura ya kumuondoa Rais Andry Rajoelina madarakani kwa kukimbia majukumu yake. Ofisi ya rais imesema kura ya bunge imekosa uhalali. Rais Andry Rajoelina aliye na miaka 51 aliyapuuza masharti yaliyokuwa yanaongezeka nchini mwake kutoka kwa waandamanaji vijana maarufu kama Gen Z waliomtaka aachie madaraka. Badala yake aliingia mafichoni baada ya wiki kadhaa ya maandamano makubwa dhidi ya serikali yake. Tumechukua madaraka, alisema kanali wa jeshi Michael Randrianirina anayekiongoza kikosi maalum cha jeshi CAPSAT alipokuwa anatoa taarifa nje ya jengo la serikali katika mji mkuu Antananarivo. Kanali Randrianirina alisema kikosi hicho maalum cha jeshi kitaunda kamati itakayokuwa na maafisa wa jeshi na polisi wa kawaida. Kanali huyo amesema baadaye labda kikosi hicho kitawajumuisha washauri wakuu wa kiraia. Amesisitiza kuwa kamati hiyo ndiyo itakayochukua majukumu ya rais. Kanali Michael Randrianirina ameongoza kuwa katika siku chache zijazo wataunda serikali ya kiraia. Kikosi cha CAPSAT kilikuwa na jukumu maalum wakati wa mapinduzi ya mwaka 2009 yaliyomuingiza Rajoelina madarakani. Tangazo hilo lilikuja saa chache baada ya bunge kupiga kura ya kumuondoa madarakani Rais Rajoelina. Hatua hiyo ilipingwa na ofisi ya rais iliyosema kura hiyo haikuwa halali. Kura hiyo imeungwa mkono na wabunge 130, hivyo ikiwa zaidi ya theluthi mbili zinazohitajika katika bunge hilo lenye wabunge 163. Mahakama Kuu ya Katiba hata hivyo ni lazima iidhinishe kura hiyo. Rais Rajoelina aliye na miaka 51 aliyekuwa meya wa zamani wa mji mkuu wa Antananarivo na aliyekataa pia kuachia ngazi alisema amekwenda mahali salama kwa sababu ya kutishiwa maisha. Hakusema wapi aliko hasa kwa wakati huu. Maandamano Madagascar yalianza tarehe 25 Septemba na kupamba moto hivi karibuni baada ya wanajeshi na maafisa wa usalama kuungana na maandamano hayo, wakiwemo maafisa wa kikosi cha CAPSAT na kumtaka Rais Rajoelina pamoja na maafisa wengine wakuu wa serikali kujiuzuru. Kwa wiki kadhaa sasa Madagascar imekabiliwa na machafuko makubwa ya kisiasa. Maelfu ya vijana wameshiriki maandamano ya kupinga utawala wa Rais Andry Rajoelina, wakilalamika ukatikaji wa mara kwa mara wa maji na umeme, gharama kubwa za maisha na madai ya ufisadi serikalini. Ripoti za vyombo vya habari vya Ufaransa zinasema rais huyo mwenye uraia wa Ufaransa tangu mwaka 2014 alitoroshwa kwa ndege ya kijeshi ya Ufaransa. Hata hivyo, serikali ya Paris haijathibitisha taarifa hizo. Rajoelina amesema hafikirii kujiuzulu, lakini ametoa wito wa kuheshimu katiba na kufanyika mazungumzo ya kitaifa. Wa Malagasy, familia yangu, njia pekee ya kutoka katika hali hii ni kuheshimu katiba ya nchi. Tukivuka mipaka hiyo tutazama katika umaskini mkubwa na taifa letu litapoteza mwelekeo. Uasi wa kijeshi umezua hofu ya kurudiwa kwa machafuko kama ya mwaka 2009 wakati Andry Rajoelina mwenyewe alipoingia madarakani kupitia mapinduzi yaliyoungwa mkono na jeshi. Umoja wa Afrika umelitaka jeshi la Madagascar kurejea kwenye wajibu wake wa kikatiba na kuacha kuingilia siasa. Hadi sasa Umoja wa Mataifa unasema watu wasiopungua 22 wameuawa tangu maandamano kuanza Septemba 25, huku waandamanaji wengi wakiwa vijana waliohamasishwa mitandaoni chini ya mwamvuli wa Gen Z Madagascar. Hali nchini Madagascar bado ni tete, huku Rajoelina akidai kuwa hawezi kuruhusu nchi yake kuangamia na akifungua milango ya mazungumzo, lakini mashaka bado yapo ikiwa atarejea nchini au ikiwa uasi wa kijeshi tayari umeweka sura mpya katika siasa za taifa hilo la kisiwa. Mimi ni Travis Chao.